Samahani mke wangu kwa kuingilia katika starehe zenu, lakini pia nimeingia ghafla tu kwa sababu hamkufunga mlango. Wakati mwingine mnapotaka kufanya haya majambo yenu, hakikisheni mlango mnaufunga, tena kwa kufuli. Lakini pia mke wangu, hii nyumba yetu mbona kubwa tu, kubwa sana hii. Kulikuwa kuna haja gani ya kufanya mapenzi hapa katika sitting room? Si vizuri. Mngeweza kufanya hata chooni, jikoni, na kama mtashindwa basi kufanya sehemu yoyote, basi hata chumbani kwetu mnaweza kufanya tu. Mke wangu, mbona chumba chetu kikubwa sana? Hata kitanda chetu pia kikubwa. Naweza mkafanya kwa kuenjoy na mkafurahia mapenzi yenu, sio kufanya hapa sebuleni. Nisameheni sana kwa kuwaingilia katika hili, ila mnaweza mkaendelea. Daisha, samahani sana kuniuliza. Na kutegemea sana na ndo msaada wangu wa mwisho. Naomba unisaidie mwenzio. Yaani siku zote waga nakosea, lakini leo nahisi nimekosea zaidi. Yaani kama ni adhabu, leo nastahili kupata adhabu ya aina yoyote. Nimekosea mno dadangu, naomba unisaidie. Mungu, saidie mimi mja wako. Teka wapi sura yangu. Wewe Stella, unajua umenikurupua kwa nimeacha shughuli zangu. Alafu nafika hapo hamna cha maana unachoniambia. Ndio kwanza dua nyingi, unaombaomba nini? Hebu niambie basi nikuelewe nini ulichonitia hapa. Mume wangu leo ameniona live nikiwa nashikwa na Kev. Alikuwa ananilazimisha tufanye mapenzi hapa sebreni. Kwa bahati mbaya mume wangu kafika. Yaani huwezi amini Daisha. Ameona kila kitu mume wangu. Sijui mpaka dakika hii nitamwambia kitu gani akanielewa. Sielewi ndugu yangu. Naomba unisaidie. Hebu ngoja kwanza. Unajua mimi sijawahi kukuelewa kuhusu wewe na huyo Kev wako. Kwani mna mahusiano gani? Hebu naomba leo niweke wazi ili nijue namna ya kukusaidia. Kwa kuwa leo unahitaji msaada kutoka kwako, wallahi nitakwambia kila kitu. Mimi na Kev ni wapenzi, yaani ni mke na mume. Unasemaje? Hivi wewe Stella, unaongea ukiwa macho ama unaota? Najua hili litakuchangaza sana, lakini huo ndo ukweli. Mimi na Kev ni mke na mume, tena wa ndoa halali kabisa ya kimila. Tulifunga huko kijijini kwetu. Sasa Stella, kama Kelvin ni mume wako, kwa nini msingeishi wote pamoja hapa? Na ikawaje mpaka unakuja kuolewa na huyo bwana jinga tunutu? Unajua unanichanganya sana hapo. Kwenye hili nina maswali mengi sana ambayo nahitaji majibu sahihi kutoka kwako. Hebu niweke wazi ili nipate kukuelewa. Leo nitakuweka wazi kila kitu, kuanzia mwanzo wa maisha yetu mpaka hivi sasa. Unajua mke wangu wewe ni mzuri sana.
Yaani kila nikikutazama sioni kabisa mwanamke ambaye anaweza akakufikia wewe katika engo yoyote ile ya uzuri. Tu macho yako kama gololi hivi, karangi kako, yani ndo mwanamke ambaye una rangi ya asili kabisa hapa kijijini, rangi ya mtume, unapendeza. Unajua kuna wakati mpaka nafika namuomba Mungu labda mimi na wewe tuishi pamoja muda wote wa maisha yetu, ikiwezekana mpaka mwisho wa maisha yetu. Kwa kama Mungu atampendeza akasema tuishi sana, basi tuishi sana mimi na wewe, tuishi wote. Lakini kama itampendeza pia akaamua kutuchukua kwamba tufe, basi tufe mimi na wewe. Au wewe unaonaje hiyo? Asante sana mpenzi wangu, nimefurahi kusikia hivyo, lakini mimi pia siko mbali na wewe, niko humo ndani ya mawazo yako. Naomba sana Mwenyezi Mungu tuziweke pamoja, na kama tukifa pia tuzikwe pamoja, na nikuahidi tu nitakung'ang'ania mpaka dakika ya mwisho, haijalishi kwenye raha au kwenye shida. Kweli. Nafurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Unajua wanasema malengo siku zote hutimizwa na vitendo na sio maneno. Ni sawa mpenzi wangu, lakini binafsi mimi sizipendi kabisa hizi ndoa za kimila hapa kijijini. Sasa kwa nini huzipendi? Wakati ndo ndoa rafiki kwa binadamu, hasa ambao hawana kipato, wakati mwingine hata wale wenye vipato. Sizipendi kwa sababu mimi naona hizi ndoa za kimila zinakuwa kama hazina heshima, na ndoa ambazo zinastahili ni za dini kuu mbili, Kikristo na Kiislamu. Wala hujakosea, ni kweli kabisa. Basi nikuombe kitu mpenzi wangu, ukipata hela jitahidi unioe ndoa inayohusisha dini ili niweze kuheshimika. Usinirishie bwana. Basi acha. Samahani dogo, hebu njoo mara moja. Kaka, shikamoo. Marhaba. Bila shaka wewe ni mwenyeji kwenye hiki kijiji cha Msumbawengwa? Mimi ni mwenyeji kaka, lakini ukiacha uwenyeji, mimi ni mzaliwa wa hapa hapa kijijini kabisa. Vizuri. Nina shamba langu liko hapa kati tu. Nahitaji kukupa kazi ya kulilima, maana limechafuka sana na nyasi ni nyingi. Sijui uko tayari kwa hiyo kazi? Kaka bwana, mimi niko tayari. Najua hizi kazi za kilimo ndo zinatusaidia tunaendelea kuishi hapa kijijini. Kwa hiyo hilo lipo ndani ya wajibu wetu na wala sio. Labda tu wewe uniambie kwamba hiyo kazi inatakiwa kuianza lini na kiongozi, hilo shamba kwa hapa kijijini liko maeneo yapi? Maana umeni sontea tu huku, lakini sijalikariri vizuri. Sawa, shamba lipo ukizunguka tu hapo kwa nyuma kidogo tu ndio lipo pale. Kaka, kumbe lile shamba ni la kwako? Ndiyo, ni la kwangu lile, na nimelinunua na nataka kuwekeza katika hiki kijiji. Nataka nijenge vibanda vya kuishi binadamu pamoja na mifugo. Lile shamba lina heka 2.5. Kwa hivyo unaweza kuanza kazi muda wowote, ila tu niambie hiyo kazi utaifanya kwa gharama ya kiasi gani? Sasa kaka, hapo kwa heka moja huwa tunalimia kwa shilingi 12,000, na kama ni nusu heka ina maana hapo tutakufanyia shilingi 6,000. Lakini chini ya hapo kaka yangu, kwa sababu ndo tayari umeshataka kuniletea riziki mimi, hapo kaka yangu tunaweza tukazungumza na naamini tutaelewana na hakuna kitakachoshindikana. Sawa, haina shida. Hilo kwangu sio tatizo. Nitakupa hiyo pesa. Kwa hiyo unaweza kuanza kazi, ama unahitaji labda nikupe advance kwanza? Hapana kaka, usijali. Acha nikaanza hiyo kazi haraka ili nikimbizane. Si unajua hichi kipindi ni kipindi cha kazi iendelee, kwa hiyo lazima pia vijana twende kazi.
Mimi acha nikaanze, ila tu nitaomba niweze kupata mawasiliano yako ya simu. Hii itasaidia wakati naendelea na hizi shughuli za kulima pale. Ikitokea nikawa na shida ya kuhitaji kijipesa kidogo cha kujikimu, na kupigia tu bosi wangu. Hata ukiwa kule mjini unanitumia kwenye simu tu, hakuna shida. Sawa, andika 0657 450 450 542. 542. Sawa bosi. Basi wewe unaweza kwenda tu kuanza kazi, na utakapofikia utanipigia. Hiyo ndo namba yangu. Sawa. Basi bwana mdogo, wewe fanya kazi. 40. Haya. Haina. Habari yako binti? Salama. Samahani, bila shaka hii sio mara ya kwanza kuonana, na kama nilivyokuambia pale awali, mimi naitwa Mfalme Jinga, na naomba unielewe katika kile ambacho nilikwambia mara ya kwanza. Kiukweli nahitaji kukuoa kabisa, yani uwe mke wangu wa ndoa. Nataka nikuheshimishe hapa kijijini kwenu. Kwa muonekano huo uliokuwa nao, utafujika tu hapa kijijini. Kuna wakati hivi vijiji vinafubaza hali ya mtu na utu. Sidhani hata hao vijana ambao unaoshirikiana nao katika kushiriki matendo yenu haya ya mapenzi kama wanaijua thamani yako. Na je, ushawahi kufikiria kama utaishi katika hiki kijiji chenu mpaka uzee wako, kifo chako, utaishije? Utaheshimika ama utaishi tu kwamba yani ndio sina namna niishi tu? Stella, thamani ya mwanamke haiji tu kwa kuitwa majina tofauti tofauti ya mapenzi, eti baby, honey, sweetie, my love, my chocolate. No, thamani ya mwanamke inakuja pale unapokuwa unaheshimishwa kwa kuhudumiwa. Tazama ngozi yako, unahitajika upate mafuta mazuri ambayo yataendana na thamani ya ngozi yako. Uvae nguo nzuri, upendeze, lakini pia hautaki kufanya kazi ngumu. Mtoto mzuri kama wewe hautaki kulima. Kama kuna kazi ambazo wewe unazotakiwa kufanya, basi labda ni kukata nyanya, vitunguu. Na kama ikitokea labda kwamba umefanya kazi kubwa, labda kufua nguo zako tena za ndani. Hivyo basi, naomba unielewe katika hili. Mimi nakuhitaji uwe mke wangu wa ndoa. Kiukweli nahitaji kukuoa kabisa, yani uwe mke wangu wa ndoa. Nataka nikuheshimishe hapa kijijini kwenu. Kwa muonekano huo uliokuwa nao, utafujika tu hapa kijijini. Tazama ngozi yako, unahitajika upate mafuta mazuri ambayo yataendana na thamani ya ngozi yako. Uvae nguo nzuri, upendeze, lakini pia hautaki kufanya kazi ngumu. Mtoto mzuri kama wewe hautaki kulima. Kama kuna kazi ambazo wewe unazotakiwa kufanya, basi labda ni kukata nyanya, vitunguu.
na kama ikitokea labda kwamba umefanya kazi kubwa, labda kufua nguo zako tena za ndani. Toka nimefika hapa mpenzi wangu Stella, na kuona kama uko kwenye dimbwi kubwa sana la mawazo. Sasa nawaza nini ambacho kinakufanya unawaza kiasi hicho? Eti una tatizo gani mpenzi wangu? Kuna mtu ananitaka na ameongea maneno mengi sana ya kunishawishi. Kuna mtu amekutongoza Stella? Nani huyo? Hivi nani huyo mwenye ujasiri huo? Kijana gani mwenye ujasiri huo? Nani asiyejua hapa kijijini kama wewe Stella ni mke wangu halali? Hem, nionyeshe basi huyo kijana, mimi niende nikamtoe heshima, nimuonyeshe adabu namna gani inatakiwa kushika. Huyo mtu wala sio wa kijijini hapa, ni mpita njia tu, japokuwa amesema kwao ni huko mjini, na huku huwa anakuja tu kwa ajili ya kuangalia miradi yake. Huyo mtu ana hela ama na yeye tu amna kama sisi? Mi sijui kama ana hela au la. Kwa kuwa umesema anatoka mjini, mimi naamini atakuwa na hela, tena atakuwa anazo kabisa. Kwa hiyo fanya umkubalie mke wangu, wala hakuna shida, fanya umkubalie. Eti Wewe hivi namkubalia vipi mtu mwingine na kati mimi nina mwanaume wangu, mwanaume wa maisha yangu na ni wa ndoto zangu, ambaye ni wewe? Hapana. lakini Stella mpenzi wangu, hii sina maana mbaya kukwambia hivi. Malengo yangu mimi ni mazuri kabisa. Mimi nakuomba umkubalie, kwa maana ya kwamba ukishakuwa naye twende wote tukaishi mjini. Hivi mke wangu, wewe hujachoka maisha tunayoishi hapa kijijini? Toka tukiwa wadogo mimi na wewe tumekuwa ni watu ambao ni wakushikishwa majembe tu na kwenda shambani kwenda kulima. Wewe mwenyewe umekuwa ni shahidi. Tumebadilishiwa majembe mimi na wewe mpaka kuanzia majembe ya utotoni mpaka tumepata majembe tulivyofika ukubwani, tunapewa majembe ambayo yanalingana na sisi. Pengine anatuzidi mpaka kimo. Tunalima. Maisha yetu ndo haya. Mpaka tumeoana mimi na wewe. Shughuli zetu ni hizi. Stella, wewe hisi kama tunazeeshana? Wewe ni mimi nilivyokuwa. Hebu nitazame alafu nitazame na wewe. Alafu rudi angalia basi hata wenzetu tunavyowaona kwenye zile picha za kwenye magazeti, wanavyopendeza na wanavyokuwa kule mjini. Sasa Stella, huyu mwanaume kaja kwa ajili ya kuwa daraja letu la mafanikio. Kwa nini usimkubalie na ukaenda kuishi naye mjini? Mimi naamini ukishaondoka wewe na mimi nitaondoka. Alafu wote tutakuwa tunaishi mjini Stella. Sipo tayari. Sasa kwa nini? Kwa sababu sioni umuhimu wa kufanya hivyo. Lakini mpenzi wangu, yani kweli tumezaliwa sawa, yani kweli Ulaya hatuwezi kufika, si ndio? Lakini hata Dar es Salaam mpenzi wangu tushindwe kufika kweli? Acha kuwa na roho ya kikaidi kiasi hichi. Huoni kama hii ni nafasi? Mfano mimi muda mrefu sana nimekuwa nikitamani kwenda kuishi maisha ya mjini. Kwenda kupambana, kwenda kutafuta kazi, kwenda kujifunza vitu vingi, kwenda kuyatafuta mafanikio. Unajua Mwenyezi Mungu anavileta hivi vitu kama bahati. Huyu mwanaume ni kama daraja letu la mafanikio, mke wangu. Kwani usinikubalie tukaondoka, tukaenda huko? Mimi ndoto yangu ya muda mrefu sana kwenda kufanya kazi mjini, kwenda kuishi mjini, kwenda kuyaona magorofa, kwenda kufurahia, kupishana na magari, unapishana na magari, unapishana na watu wamevaa vizuri. Mke wangu, tunaenda kubadilisha maisha. Kwani unataka kuipoteza hii nafasi mke wangu? Nielewe basi. Hebu acha kufikiria basi maisha ambayo tunaishi hapa. Hem, twende kule tukajifunze maisha ya watu wengine mke wangu. Nasikia kule mjini kuna vitu vingi sana. Vyakula wanajua kupika, ukitaka maji unayapata kwenye mabomba unafungua, sio kama huku kijijini tunavyohangaika kwenye mavisima kwenda kujitwisha. Mke wangu, utazeeka huku. Mimi nakwambia utazeeka mke wangu, wewe sio wa huku. Kaka Juma Jinga, mimi nimebariki kabisa wewe uwe na huyo binti, uweze kumfanya atoke kwenye maisha haya. Unajua hapa kijijini shughuli zetu kubwa zimekuwa ni kilimo. Yeye mwenyewe huyu analima sana, kama unavyotutazama. Ukitazama mikono yangu, hata mikono yake, kiukweli mikono yetu imechakaa. Hii ni mikono ya watu ambao wanafanya shughuli ngumu. Unaweza ukasema mikono yetu imepakwa chipping,
ama wanasema imepigwa chipping. Kwa hiyo mimi nimebariki ndugu yangu, ruksa kabisa wewe kumsaidia huyu binti, na kikupendeza mwenyewe utaamua ufanye nini. Lakini kingine, bosi wangu, naomba usinisahau mimi. Yote yatawezekana mara tu binti mwenyewe husika atakapokubali, na mimi nataka akubali yeye mwenyewe kwa ridhaa yake na sio kulazimishwa. Unajua bosi, wanawake hawa huwa wanakubali kwa namna mbili tofauti. Anaweza akakubali kwa kukaa kimya, lakini anaweza akakubali pia kwa kutamka. Kwa hiyo ishara tosha inaonyesha kabisa Stella akakubali. Kwa hiyo unamaanisha ya kwamba kukaa kwake kimya anaonyesha kwamba tayari ameshanikubalia mimi kumuoa yeye? Ameshakubali. Kweli? Eti Stella, haya anayoyasema kaka yako ni ya ukweli? Na kweli umekubali mimi nikuoe na wewe mke wangu? Sawa basi, kama ni hivyo, mimi nadhani dogo ungenielekeza kwao sasa, ili niweze kupeleka barua haraka niweze kumuoa Stella. Halina shida. Hilo limeisha bosi, limeisha. Basi sawa, mimi niwaache. Sawa, karibu sana. Afu unajua wewe una furaha sana kuliko hata mimi mleo. Haya sasa, nataka kaonane na wazazi wao. Utampeleka wapi? Na wakati mimi ni mke wako na sio ndugu yako. Kuhusu kuonana na wazazi, hilo halitowezekana kabisa. Cha kwanza nitamwambia sisi ni mayatima na mimi ni kaka yako. Kwa hiyo swala zima la yeye atakuchukuaje, atakuoa kwa njia gani, mahali atapeleka wapi, hili swala lote litabaki juu yangu mimi, na nitalimaliza mimi na wewe, wala hakuna shida. Mke wangu, mimi nimefurahi sana sasa hivi kwenda kuishi Dar es Salaam. Emfikiria naenda kulala mkoa mmoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe uone kama ni bahati? Kiukweli mimi nimelipokea hili swala vizuri kabisa na nimeliunga mkono kwa 100%. Hivi umeshafikiria kwamba tukienda huko mjini tutaishi maisha gani? Au ndo utafika huko umwachie yeye tu, mimi na wewe tukose hata muda wa kufurahia, si ndio? We nawezaje mimi nikuache wewe? Aisee, mimi nitakuwa na wewe bega kwa bega, nitakubali kabisa, lakini nitakuwa na wewe bega kwa bega ili niendelee kukula mara kwa mara. Haya, lakini uwe makini sije ukafumaniwa huko, kwa sababu yeye yule anajua mimi sio mkeo, isipokuwa anajua wewe na mimi ni mtu na dada yake, mtu na kaka yake, na atakaponioa atajiaminisha kwangu kwamba yeye mimi ni mke wake. Kwa hiyo uwe makini ndugu yangu. Makubwa, dunia ina mambo jamani. Sasa wewe Stella, ulishindwa nini kumwambia jinga kwamba wewe na Kevin ni mtu na mke wake? Sikuwa na jinsi, kwa sababu hapo nyuma mume wangu aliwahi kuniuliza kuhusu mahusiano yangu mimi na Kevin. Nilimkatalia na nikamjibu mimi sina mahusiano naye yoyote zaidi ya kutoka kijiji kimoja na yeye. Sasa unadhani sasa hivi nije tena nimwambie ukweli atanionaje? Hawezi kunielewa Daisha, hawezi. Kwa hiyo unataka nikusaidieje mimi hapo kwenye hilo sakata lako? Naomba wewe ndo umwambie ukweli mume wangu kuhusiana na haya maisha yetu yote. Tofauti na hapo, nitaondoka hapa ndani na niende sehemu ambako nisipopajua, kwa sababu hata nikisema nirudi kijijini kwetu, kule anapajua, atanifuata tu. Hivi Stella, unahisi hiyo ni kazi rahisi sana kufanya? Unajua kwa mume wako ni mkono wa sheria? Wewe toa macho. Yaani ukisikia mkono wa sheria basi ndio mume. Unamaanisha nini Daisha? Mbona sikuelewi?
Stella, mumeo ni askari. Na tena sio askari tu. Mumeo ni afisa usalama wa taifa. Kwa hiyo swala la kuondoka kwa njia ya kutoroka, hilo sahau. Maana kokote uendapo na yeye yupo. Maana huna namna yote ya kumkimbia. Kwa hiyo cha msingi, baki tu isubiri hatima yako. Ila kwa huu moto uliouwasha shoga yangu, unahitaji namna nyingi sana ya kuuzima. Ngoja niende zangu. Ujue kaka Juma Tunutu, kwenye hili jambo lako la sasa, inahitaji sana hekima na busara. Kupitia huyu kijana wako Kelvin na mke wako Stella, mimi sio jaji wa kuyahukumu mahusiano, ila nina uwezo wa kuwaelewa watu kwenye haya mahusiano. Sasa wewe umeelewa nini kwenye hili? Ujue nyinyi wanaume, mnapotuhitaji sisi wanawake, mnatumia nguvu kubwa sana kutubadilisha ili tuwe kama mtakavyo nyinyi. Sawa, sio jambo baya. Ila tambua, unapombadilisha mwanamke, hataishi kwa taswira unayoitaka wewe na sio kwa taswira yake yeye. Unajua wanawake wengi sana huwapenda wanaume kwa sura zao nzuri, muonekano wao na kwa pesa pia. Na wanasahau kwamba sura inaweza kuharibika. Na hata hizo pesa ambazo wao wanazihitaji, huyo mtu anaweza akafirisika pia. Kaka Jinga, unajua inaumiza sana kumpenda mtu alafu yeye asikupende. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mke wangu Stella hanipendi, ila mimi tu ndo nalazimisha upendo kwake? Sijasema hivyo kaka Jinga, bali mwelekeo ndio uko hivyo. Ujue sio kila mwanamke ni mke. Wengine wamebeba tu jinsia ya kike. Kwani nikisema Stella anakupenda, nini kitaongezeka kwako? Hali ama hisia? Jibu ni hapana. Maana uvumilivu ulionao dhidi yake unaashiria kabisa kwamba wewe ni mwanaume unayefaa kuitwa mume. Sasa hebu niambie, nini natakiwa kufanya kwa sasa? Cha kufanya kwako wewe, jitahidi kila kitu unachokifanya kiwe kwa kiasi. Maana hata kiasi inahitaji kiasi. Tenda mema, hata kama huyo anayemtendea atakulipa mabaya. Na hata ikitokea uliowatendea wema wao kwa kutendea mabaya, usiwalipizie ubaya. Kaka Jinga, kuna haja gani ya kuua watu na sumu wakati hata ukiwapa asari watakufa? Tambua wema ni akiba, maana kuna leo na kesho. Yule aliyemkimbia mende ndani kwako ndiye huyo huyo atakayemuua nyoka ndani kwako. Peti, homoni zako haziko sawa, na kwenye hili utachelewa sana kupata mimba. Kuna vitu vingi vya kufanya ili uweze kubeba mimba kama ambavyo unataka. Naomba nikuulize swali. Katika ukuaji wako ulishawahi kutoa mimba mara ngapi? Nimetoa mimba kama mara 3, lakini dokta, utoaji wangu wa mimba ndio unasababisha hilo tatizo la hormone balance. Inawezekana kuwa ni sehemu ya sababu mojawapo, japo zipo sababu nyingi, lakini ni kushauri tu, bado unayo nafasi ya kujiweka katika umakini kwenye jambo hili. Wasichana wengi ama wadada wengi mmekuwa mnatoa mimba mkidhani hizo mimba zinaingia kwa bahati mbaya, ili hali mmeumbwa na Mwenyezi Mungu ili muweze kufahamu utaratibu wa uzaji wa kufuata njia za uzazi wa mpango. Zipo njia nyingi sana, lakini bahati mbaya mnazisahau. Nikutajie njia chache kati ya hizo: kutumia vidonge, sindano, kijiti, kopa, njia ya shanga kwa maana ya kuhesabu kalenda.
na nyingi nyinginezo, ikiwemo kutumia kondom za kiume, ina maana mwanaume avae kondom, lakini pia zipo kondom za kike zinasaidia. Katika hizo njia ambazo nimezitaja chache, kuna njia sio rafiki kutokana na rika, umri wa mtu, lakini kwako wewe ni kushauri tu, tumia njia 3 ambazo kwako ni rafiki. Shanga kwa maana ya kuhesabu siku katika mwezi, hii haina madhara kwako. Pili, kutumia kondom, iwe wewe ama mwenzi wako. Njia ya 3 ambayo ni rafiki pia, mwanaume wako kukizi nje. Ukiwa unashirikiana naye atakusaidia, lakini ya masuala ya kuwa mnafanya mahusiano, mnafanya mapenzi yenu katika kujiachia tu na kuto kukariri vitu vya msingi, ndio mnatoa vitoto bila sababu za msingi. Kwa hiyo hii haiwasaidii. Muhimu ni kufuata zile njia ambazo mimi nilizisema za kufuata uzazi wa mpango. Nitafanyaje sasa ili nirudishe hali yangu ya kawaida? Vizuri, nimekuandikia baadhi ya dawa hapa. Nenda pharmacy pale utapata kuzitumia. Karibu sana. Mume wangu, naomba unitariki kwa sababu nimeshindwa kabisa kutetea heshima ya ndoa yangu, na hapa nilipo kiukweli najiona ni kama harufu tu. Mke wangu, mbona mimi sijaiona sababu ya wewe kudai talaka? Kwani kuna tatizo gani malikia wangu? Hebu niambie mrembo wangu, shida nini? Najua wazi kuwa umeniona mimi na Kevin tukifanya ujinga hapa, na ndio maana nimeamua kujihukumu mwenyewe bila kusubiri hukumu yako. Ila mimi sijaiona hiyo kuwa ni sababu ya wewe kuyataka kuyaacha maisha ya hapa nyumbani. Hivyo niseme tu, kama unataka uachwe eti kisa mimi nimeyaona matukio yako, nina imani mpaka sasa usingekuwepo hapa nyumbani, maana nimeyaona matukio yako mengi sana, lakini bado sijashawishika kukuacha mke wangu. Sasa iweje kwenye tatizo dogo tu nikupe talaka? Hili tatizo jepesi sana mke wangu, usijihukumu. Hebu relax mke wangu. Hivi huyu mwanaume ana moyo gani? Hivi ni kweli kabisa haumizwi na matukio yangu, au lipo kubwa analolipanga dhidi yangu? Mbona simuelewi jamani? Mke wangu, mke Stella. Naam, Kelvin. Msamehe mume wangu. Msamehe. Mke wangu, naomba ubaki na mimi hapa nyumbani, kama vile hujawahi kunikosea kosa lolote lile. Kama mimi mkosewa sijaliona kosa, iweje wewe mkosea ulione kosa? Ujue ninawaza sana, kwa nini sisi wanawake tupo kama nzi? Kwa nini unasema hivyo mke wangu? Kwa sababu nzi hata wawe wengi kiasi gani, kwenye mzoga au kwenye kinyesi, huwa hawamalizi kabisa wanachokitumia. Ndio sisi wanawake tuna mahitaji mengi sana, lakini huwa hatuwezi kuyatimiza yote. Kama mimi hapa nilivyo, sijui kwa nini niko hapa, na sijui kwa nini nakukosea kila wakati mume wangu. Unajua kitu ninachojivunia kwako, pamoja na yote ambayo umenikosea,
lakini sasa umeshaanza kuijua tiba yako. Kivipi mume wangu? Waswahili wanasema tiba ya maradhi yako kwanza ni kuyajua maradhi yenyewe, then inafuata dawa ama ushauri. Sio utakuwa ni mwenyeji wa haya mazingira ya mtaa? Ndiyo kaka. Oh, vizuri sana. Kuna mganga yote ambaye unamfahamu ambaye yupo hapa mtaani ambaye uwezo wake hautilii mashaka na mtu yoyote? Unataka mganga wa kumtia mtu uchizi au kumuua? Mimi nahitaji mganga ambaye anaweza kufanya vyote, iwe kuua ama kumfanya mtu kuwa chizi. Nikimpata na imani jambo langu litaenda kufanikiwa kabisa. Vipi, unamfahamu? Lakini haujanijibu. Unahitaji mganga wa kuua au wa kumtia mtu uchizi? Dada, labda nirudie tena kujibu. Mimi nimesema nahitaji mganga ambaye anaweza kufanya vyote, yaani iwe kuua sawa, iwe kumfanya mtu awe chizi sawa pia, ili mradi tu asiwe mjanja mjanja. Ndicho anachokihitaji. Naomba tu nisaidie kama unamfahamu. Mbona kama unachechawa kaka? Kwani huyo mtu unayetaka kumzuru au kumuua amekukosea sana? Amenikosea sana, na kila ninavyozidi kumuona anaendelea kuishi kwa amani, moyo wangu unazidi kuumia. Ndiyo maana nikaamua kufanya hizi jitihada za kutafuta mtaalamu ambaye anaweza aidha kumuua ama kumfanya chizi kama nilivyosema mwanzo. Yaani ni mtu ambaye namchukia mno dadangu, huwezi amini. Yaani kadri ninavyozidi kumuona na kumua na kuendelea kuishi kwenye hii ardhi, nazidi kuchukia. Yaani moyo wangu unanishika hapa, naumia. Yaani natamani awe chizi basi, alandelande hata mtaani kule uchi, adhalilike. Hicho tu. Naomba unisaidie kama unamfahamu dadangu. Mtu mwenyewe huyu hapa. Kwa sababu ya ujinga wako mwenyewe. Dada, kwa nini nasema mambo ya kijinga wakati nimeshakwambia kwamba naitafuta furaha yangu? Kadri ninavyozidi kuona huyu anaendelea kuishi, nazidi kukosa furaha. Najua utaniona ni kama mjinga, lakini nachohitaji ni hicho tu. Alafu mbona kama umeshangaa, unamjua huyu mtu? Sikia kaka Kevin, wewe ulikuja hapa mjini na demu wako kuishi naye, na baadaye ukamtoa sadaka kwa bosi wako, yaani ukamkataa na bosi wako akamuoa. Sasa hivi unaanza kutapatapa na kutaka kumuoa huyo bosi wako. Sikia, kubali yaishe, sababu haya yote ni makosa yako. Sawa Kevin wa Magero? Hivi ni kweli mume wangu hana maumivu yoyote zidi ya yote yale niliyomfanyia? Unajua ninakaa ninawaza sana, au lipo ambalo analipanga anataka kunifanyia? Maana anigombezi wala achachawi kwa chochote. Kwa hiyo Stella, ili uamini kwamba huyu mtu ana hasira, ni lazima akupige, akugombeze au akufanyie chochote cha kukudhuru, ndio utaamini kwamba huyu mtu kweli ana hasira. Hapana, hebu nijibu swali langu kwanza. Daisha, ujue nimemkosea sana mume wangu, nimemkosea mno vya kutosha. Kuna muda mpaka ninawaza ni mwanaume wa aina gani, kwa sababu kwa jinsi nilivyomkosea
Ninakuapia kabisa, angelikuwa ni mwanaume mwingine, mpaka dakika hii mimi na wewe tusingekuwa tunazungumza. Ninaomba uiamshe akili yangu Daisha, naomba unisaidie. Stella, kwanza muamini mume wako na pia iamini hiyo akili yako. Kwa hili swala la wewe kusamehewa makosa yako mara kwa mara sio kitu cha ajabu sana, ni kitu cha kawaida na wala sio miujiza. Watu wa namna hiyo wapo na wewe ndio umekutana naye. Ipo hivi, unajua binadamu tumeumbwa na mioyo tofauti sana, na wengine wamebahatika kuwa na nafsi za kinabii. Sasa kama na wewe umeshaona kwamba umemkosea vya kutosha mumeo, basi ni dhahiri kwamba umeshaijua tiba yake. Ujue mumeo anakupenda sana na bado anakuhitaji katika maisha yake. Ndio maana hana maamuzi ya kikatili dhidi yako. Hivyo na wewe unatakiwa ujue kwamba hapa ulipo ndio pahala sahihi ambapo unatakiwa kuwepo na sio huko kwingine. Na mumeo Jinga Tunutu ndio mume wako wa halali. Sasa basi, acha mapepe, la sivyo yatakukuta yale ya mwana kuyatafuta mwana kuyapata. Binadamu wengi tunaishi tukiamini miemko na sio akili zetu. Hii inapelekea kupata athari nyingi zenye kuathiri miili yetu, akili yetu, hata maisha yetu kiujumla. Na sadiki usemayo dada Aisha, ila naomba uwe msaada na ushauri juu ya haya anayoyapitia. Nafikiria kumshauri Stella aweze kumtilia sumu mumewe Juma Jinga ili afe, na kama atakufa ina maana kutakuwa na nafasi kubwa sana mimi na Stella kuendelea kuishi kwa uhuru kwenye hii dunia. Hivyo kaka, unataka kumuua? Amewakosea nini cha mno mpaka unataka kumpa adhabu kali kama hiyo? Kiukweli kwa sasa naona ameanza kuwa kikwazo kwenye maisha yangu. Yaani kila nikitazama naona naenda kumkosa mwanamke wa ndoto zangu. Bado hujanijibu swali langu. Ni kipi alichokukosea huyo Jinga Tunutu mpaka utake kumpa adhabu ya kifo? Kiukweli sioni kabisa alichonikosea. Ila nini Kelvin? Hebu acha kuwa na moyo wa ajabu kiasi hicho. Ina maana umejisahaulisha kabisa kwamba hayo yote yanayotokea wewe ndio uliyasababisha? Ni nani alimshawishi Stella kuolewa na Jinga kama sio wewe mwenyewe? Na Stella alikukatalia kata, ila ukajifanya wewe ni rijali na kumlazimisha aolewe. Sasa haya unayoyapitia ndio faida ya poroje zako za kule kijijini. Ngoja nikwambie kitu usichokijua. Mwanamke hajaribiwi kwa chochote kile. Mwanamke ni mgumu sana kuelewa, ila akielewa anakuwa moto wa kuotea mbali. Mwanamke hajuagi kusita kwenye maamuzi yake. Mwanamke sio kiumbe kinachojali kitu. Mwanamke ni msahaulifu sana. Huyo mwanamke hana mahitaji maalum. Mwanamke anaishi maisha yoyote yale, muhimu aaminishwe usalama wa maisha yake. Na siku zote kwenye maisha yako usimpe dhamana mwanamke. Kelvin, mwanamke ana huruma sana kama utampa nafasi. Lakini mwanamke huyo hana huruma hata kidogo endapo utamkosea. Mwanamke halazimishwi kupenda, mwache apende yeye mwenyewe. Mwanamke ni mzoefu wa kuumizwa na kuumiza. Unanishauri nini sasa? Ushauri wangu, achana tu na Stella. Kwa sasa Stella hayupo kabisa kwenye mawazo yako.
Unajua kaka Jinga, mpaka sasa mkeo amekuwa na wasiwasi mkubwa sana juu yako kutokana na yale mabaya aliyokufanyia na huo ukimya unaomwonyesha. Anaamini dhahiri kwamba kuna jambo baya ambalo alikusudia kumfanyia, aidha kumuua au kumfanyia chochote chenye kumdhuru ambacho kitaathiri maisha yake. Kwa nini anafikiria hivyo? Kwa sababu anaamini tayari unaujua uovu wake wote, lakini sasa cha kushangaza umekaa kimya, huonyeshi namna yoyote ya kutaka kumwadhibu, na hicho ndio kinachompagawisha. Hivi kaka Jinga, kwa nini usimwadhibu tu ili naye akajisi ametendewa haki? Aisha, kwani wewe unaamini kumwadhibu mtu aliyekukosea kwa kumpiga ama kufanya jambo lolote lile ambalo linakwenda kumdhuru ni kumfundisha au ni kuyaharibu tu maisha yake? Inategemeana, ila kwa mimi siamini sana kama adhabu inafundisha. Ni kweli. Mimi nataka yeye mwenyewe ajifunze namna ya kutubu na kuomba msamaha kwa kila alichonikosea. Of course wapo watu wengi sana wanakosewa na wanatoa adhabu, aidha kwa kuwapiga wale waliowakosea ama kwa kuwaua au kuwafanyia jambo lolote lile ambalo linakwenda kuwaathiri maisha yao, hata kwa kuwasema vibaya. Lakini mimi nataka niwe hivi nilivyo. Nataka kutoa nafasi kwa yule aliyenikosea kujisalimisha yeye mwenyewe na kutubu kwangu, ili kujiepusha na kupewa hizo adhabu nazozisema. Nafarijika sana kusikia hivyo, ila nashangazwa, sijui kwa nini kwenye miti panakosa wajenzi. Watu kama wewe mmekuwa mna bahati mbaya sana ya kukosa wanawake wenye kulandana na vile mlivyo, sijui kwa nini. Ni kweli ulichokisema Aisha, ila tambua ya kwamba sio kila jani linalodondoka kutoka kwenye mti huwa limekauka. Hapana, mengine yanadondoka tu ili kuupisha mti uendelee kuchanua. Nataka nirudi kwenye ile kauli yako uliyosema kwamba eti kwenye miti hakuna wajenzi. Nataka kuonyesha maajabu ya kwanza kwenye huu ulimwengu. Kwenye hiyo miti iliyokosa wajenzi, mimi nataka kuitumia katika kuijengea, ili iwe mfano na funzo kwa wale wote wanaoamini eti kwamba kwenye miti kunakosa wajenzi.